Sasa fresh. Sasa bibi, hapa tunataka kuchukua maoni ambayo ni Kiembe Samaki, ikiwa ni mpya, ina mwakilishi mpya, mbunge na diwani, ikiwa kwamba wewe unaona kuna kumemiss kitu gani, wakikifanya hicho basi Kiembe Samaki itakuwa ya moto sana. Mimi kumisi kwangu nimemisi soko. Yaani nikitembea kwenye magari kama kwenye daladala, nikifika sehemu za wenzangu huko kama Kwerekwe wapi, naona kila sehemu pana masoko. Sasa mimi najiuliza, mbona sie kwetu Kiembe Samaki na sie tunayo mji kama wenzetu? Mbona soko hatuna la maana? Lisiwe kubwa kama la Kwerekwe wapi, lile saizi tu. Kutokana nini sisi wengine hapa soko watu wazima, miaka 70 umri wangu sasa hivi. Yaani nikitaka ndizi, nikitaka shilisheli, nikitaka mhogo, mwezi wa Ramadhani nikitaka viazi vitamu, viazi vikuu, upande gari. Umri leo nao mimi nitapanda gari niende sokoni, kwenda nikatafute viazi, au nikatafute shilisheli. Inakuwa mazoezi. Shida. Kwa hivyo mimi ninachoomba kama Mungu akiridhi, basi na sisi tufanye kisoko japo kidogo, tusikie kubwa kama la wenzetu. Inshallah, inshallah. Tunajikwaa kwa uongo, tufika pale napata kisoko, kindizi chako, kimhogo chako, sasa tunakwenda kula. Inshallah. Basi naamini maoni ya bibi ndio hayo, kwamba zamani kulikuwa na kisoko kidogo, kilikuwepo, watu wanapata mahitaji mawili matatu kama viazi, samaki na dagaa, na nyama kama hivyo na nini. Bwana, mambo vipi? Tuko live kutoka MKS TV. Ni present hapa Traveler Mnyama Mtumbadi kabisa, matokeo pande za Kiembe Samaki. Tupo kwenye maandalizi ya kampeni, mbunge, mwakilishi na diwani na rais pia. Katika eneo letu kumehappen sana, kuna vijana wa kutosha. Kwa hiyo hapa tunachukua maili matatu tuweze kujua jambo letu linaenda vipi, kwamba nataka tukiwashe zaidi kuliko sehemu yoyote ile. CCM mitano tena. Bwana, hapa katikati ni hapa pembeni ni kuona Faza hapa. Faza, ngoja niongee naye kidogo. Faza, shikamoo babangu. Mama, jambo. Jambo. Mimi naitwa Traveler. Au unaitwa nani babangu? Mimi naitwa Mr. Abdullahi. Babangu, sasa hivi tupo katika kipindi cha kampeni, katika maandalizi ya uchaguzi wetu. Naamini kwamba kwa dua kubwa itakuwa ni uchaguzi wenye amani na upendo kabisa. Katika jimbo letu la Kiembe Samaki kuna vitu vimimisi. Wewe unatamani kuona nini labda mwakilishi hata akiona kitu chetu ili afanye kitu gani, labda wainue vijana? Kwanza uwanja wa mpira huu wa Kiembe Samaki. Uwanja wa mpira wa Kiembe Samaki. Ndio. Uwanja huu kwanza una historia kubwa. Na uwanja huu una wabunge na wawakilishi sio kuwa na hadhi kama hii ya samba huu. Uwanja huu wanatakiwa kufanya ukarabati wa hali ya juu. Uwanja huu umetoa wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa. Kwa hiyo wakati wake huu wabunge, wawakilishi, mheshimiwa rais pia na yeye pia kuangalia uwanja huu kwa macho mawili au matatu ya ziada. Sasa bwana, kama mnavyoona babangu ametoa maili matatu kwamba mwakilishi, mbunge wawekeze nguvu kubwa kwenye kutengeneza uwanja wetu wa Kiembe Samaki. At least hata wachezaji wetu wadogo waweze kupanda juu, tuwaone kwenye maklabu makubwa na maligi makubwa kama Premier mfano na kadhalika. Kwa babangu, labda hakuna kitu kingine unaweza kuwashauri vijana kwamba wasichoke, yani waendelee kujitokeza, wasupport viongozi wao? Kwanza mimi naombea vijana wote jimbo la Kiembe Samaki na kokote kwa Tanzania waende wakapigie kura CCM, marais wote wawili, wabunge, wawakilishi na madiwani mitano tena. Asante babangu. Baba anasema mitano tena, kwamba yeye ana kinyongo, kilo safi kabisa, lakini maoni yake aliyotoa kwamba yakifanywa kazi basi tunaondoka Kiembe Samaki mpya tunaipata soon. Naamini viongozi wakiona hiki kitu watafanyia kazi. Asante sana mzee wangu. Asante baba. Nikutakia siku njema. Wewe pia. Haya, asante baba. MKS TV tuko live. Matukio ni mengi mtaona.